juu yako. Mamlaka ya kimungu inakuwa juu yako ukiwa ndani ya Kristo. Upako wa Kristo unakuwa juu yako. Unakuwa mtu sio wa kawaida. Una uwezo wa kuamuru mambo yakatokea. Una uwezo wa kuomba yasiyowezekana yakawezekana. Maana ni Kristo ndani yako, sio wewe unayeishi. Yani hata kama zamani ulikuwa unaogopa wachawi, ukishaingia ndani ya Kristo wanaanza kukuogopa wewe. Hata kama zamani ulikuwa unalala kwa mashaka, baada ya kumpata Kristo, kisaisai kwenye ulimwengu wa roho, kwenye mapepo yanaanza kutendeka. Wanajua kabisa huyu mtu ameipata nguvu isiyokuwa ya kawaida. Nisikilize jioni ya leo, ipata nguvu ya Yesu Kristo ingie ndani yako. Yani ninachomaanisha, mpate Yesu upate na nguvu zake. Mpate Yesu upate na neema yake. Mpate Yesu, mamlaka yake itakuwa juu yako. Kazi ni moja. Ukishampata Yesu unakuwa mjumbe aliyebadilishwa na Kristo, anakuwa balozi wa Kristo. Aliyebadilishwa na Kristo anakuwa balozi wa. Ndio ninawaambia waliokoka leo, waliokoka jana, watakaokoka kesho. Ukishaokoka unakuwa balozi. Na kazi ya balozi ni kupromoti ufalme uliomtuma. Hatuna habari nyingine. Ukisikia ubalozi wa Marekani huko Tanzania, elewa, ukienda pale hawatakusifia. Hawatakwambia wewe Mtanzania mmebarikiwa, mna nchi nzuri. Watakwambia ukienda Marekani, kwanza kuna barabara za juu. Ukienda Marekani unaweza kusema uko peponi. Na ndivyo ilivyo. Hani hata isemea nchi yake vibaya, kwa sababu huyo ni balozi. Na Kristo anapomwokoa mtu na kumgeuza awe mtumishi wake, amekuwa kiumbe kipya katika Kristo. Baada ya kuokoka, kazi ni moja, unakuwa balozi wa Kristo. Yani hata kama utainuliwa ukawa bilionea, lakini kazi ni hii moja. Ubilionea wako ni part 2. Number 1 ni Kristo anatawala katika maisha yako. Kila utakayekutana naye lazima jue hapa pana mlokole. Ya kila ofisi utakayoingia wajue hapa kuna mtumishi wa Bwana, na hiyo itakulinda katika kazi.